chombo, na nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Neno linatuambia kwamba wanafunzi wa Yesu walikuwa wamezoea kutembea na Yesu. Wakiwa na njaa, anawaandalia mikate, anasema mikate 5 anaiombea, halafu anawagawia makutano wanakula. Wakiwa na njaa, kuna kitoweo wanasema hamna, lakini hapa kuna mtoto na samaki 5, wale samaki wanaletwa na waombea wanakula. Sasa Yesu ameondoka, wamebaki peke yao, hawana wa mtu wa kuandalia tena kuwaletea chakula, maana walikuwa wamezoea na kula umetulia. Sasa inabidi waanze lile zoezi la kwenda kutafuta baharini kama walivyozoea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui hapo umeshaelewa kitu. Nataka uelewe kwamba Yesu tunayemwabudu yupo ndani yetu. Haleluya, wana wa Mungu. Yaani Yesu tunayemwabudu sio kwamba yuko wapi. Maana hapa wanafunzi walifika mahali wakakata tamaa. Wakasema tufanyeje? Petro, sikusoma zaidi pale, anasema hivi, mimi narudi tena baharini kuvua. Kuja tuendelee kwanza ile mstari tufike. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema mstari ule wa 8, anasema na hao wanafunzi, samahani, twende ule mstari wa 6, anasema akawaambia, nitupeni jarife upande wa kuume wa chombo, nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ndiye Bwana. Naye Simoni Petro aliposikia ya kwamba ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana alikuwa uchi. Hapo napo ni ujumbe mwingine. Unajua kuna wakati mwingine mtu anampokea Yesu halafu ule utukufu anauvua. Petro alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu aliyependwa. Lakini Yesu alipoondoka, alivua ule utukufu akabaki uchi. Kwa aliposikia ni Yesu akafanya nini? Akarudi kuvaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sikuhubiri kwamba uokoke. Mimi najua unaye Yesu. Lakini kuna wakati mtu anakuwa na Yesu halafu unamwacha pembeni. Petro akasema hivi, aliposikia yule mwanafunzi anamwambia ni Bwana, akarudi kuvaa, maana alikuwa uchi. Lakini naomba tuende kwanza ule mstari wa kwanza, anasema hivi, baada ya hayo Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia, na alijidhihirisha hivi, Simoni Petro na Tomaso aitwaye Pacha na Nathanaeli wa Kana na Galilaya na wana wa Zebedayo na wengine wawili wanafunzi wake walikuwa pamoja. Simoni Petro aliwaambia, naenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, na sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka wakapanda chomboni, ila usiku ule hawakupata kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Petro anaamua kurudi kwenda kuvua samaki baada ya kuona kwamba Yesu hayupo. Na ndio maisha tunayoishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani hapa duniani ukiwa unaye Yesu, ukijichanganya kidogo, Yesu anakuweka pembeni. Nani namshukuru Mungu kwa sababu Petro wakati wale wanafunzi wa Yesu walipoamua kwenda kuvua samaki, Yesu aliwafuata. Sasa sifikiri ile bahati walioikuwa nayo kina Petro kwamba na sisi tunayo. Yamkini itafika mahali unasema, mimi tangu nilienda kanisani, ngoja niende leo shamba nisiende kanisani. Usifikiri Yesu atakufuata huko shambani kama alivyowafuata kina Petro. Hapa alikuwa anataka jidhihirishe. Maana tumesoma pale kwamba Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake. Na ndio maana aliwafuata walipokuwa wanataka kwenda kuvua samaki, akasema nisiwaache wanafunzi wangu, lazima niende nao. Akaamua kuwafuata ijapokuwa walijua kwamba alishaenda mbinguni, hayupo. Lakini Yesu anajidhihirisha kwetu kila inapoitwa leo. Kinachotusumbua sisi wana wa Mungu, mara zote tunakata tamaa kama Petro alivyokata tamaa. Maana aliwaambia wenzake, jamani mimi maisha haya tulionayo hapa sasa ya kuimba tu kama hivi tunasifu tunafanya nini?
Akasema hapana, nimechoka, nataka nikirudi kuvua samaki. Akaamua kwenda baharini, akijua kwamba Yesu waliokuwa anamtegemea, yule aliyekuwa anawatendea muujiza, yule alikuwa anaponya wagonjwa, yule alikuwa anawaletea mkate, kwamba amekufa. Wakaamua kwenda baharini kwenda kuvua samaki. Sivyo ilivyo. Kinachotakiwa, tunatakiwa wana wa Mungu tukae chini, tuvumilie, tujue kwamba Yesu aliyetufia msalabani bado tuko naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sio hapo tu, ngoja nikuonyeshe sehemu nyingine ambayo Yesu tena alijidhihirisha kwao. Naomba tuangalie kitabu cha Luka sura ile ya 7. Hapa alijidhihirisha kwa wale Mafarisayo. Sura ya 17 Luka mtakatifu, mstari ule wa 20. Luka mtakatifu sura ya 20, sura ya 17 mstari wa 20. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 17 mstari wa 20. Neno la Mungu nasema hivi: na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa mbingu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa mbinguni hauji kwa kuuchunguza, wala hawatasema tazama upo huku au kule. Kwa maana tazama, ufalme wa mbinguni umo ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua mara nyingi kuna mtu anaweza akatembea na jiona yuko huru, yuko wazi, yuko hivi, yuko vile, asijue kwamba anatembea na Mungu. Sasa hapa Mafarisayo wanamuuliza Yesu, ufalme wa mbinguni utakuja lini? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sijui kama tunajua kwamba tunao ufalme wa mbinguni, tunatembea nao. Yesu anawaambia hivi, hauji kwa kuchunguza, na umo ndani yenu. Kitu cha msingi tunatakiwa tuutunze. Haleluya, wana wa Mungu. Yaani ufalme wa mbinguni hauji kwa kuchunguza. Kinachotakiwa ni kukaa na Yesu. Usiseme Yesu hayupo. Usiseme mwana wa Mungu kwamba sasa huyu Yesu kwamba kila siku naenda kanisani. Unajua kuna mwingine anajua kwamba Yesu anakutana naye akiwa kanisani kwa mchungaji. Mwingine akiona kwamba amerudi nyumbani anafanya mambo yake. Hapana, sivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikupe mfano mmoja. Roho Mtakatifu ananikumbusha kitu. Zamani sana, wakati wa bado tuko Tabora, tunatembea na mchungaji, tunaorodhesha nini. Tukamkuta kaka mmoja, kwa ni mwanajeshi lakini Mkristo mzuri sana. Sasa tulipofika pale, tunapita ile nyumba walikuwa wanakunywa gongo, tunaenda nyumba nyingine ambako tulikuwa tunataka tumfuate muumini. Yule kaka alipotuona akaja niambia, unajua shemeji, usimwambie mchungaji kama niko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo alikuwa anajua kwamba Yesu yuko kwa mchungaji, Yesu hayuko naye. Ndio maana alikuwa yuko pale. Kwa hiyo alipotuona ni kama vile alimuona mchungaji yuko na Yesu. Ndio maana akasema, shemeji, usimwambie mchungaji kama niko hapa. Nikamwambia, sasa si amesha kuona? Kama ni mchungaji amesha kuona, na kama unamwogopa mchungaji kama ndio Mungu, tayari Mungu amesha kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ndio mawazo yaliyokuwa nayo hayo Mafarisayo. Wanamuuliza Yesu, ufalme wa mbinguni utakuja lini?